Elea kwa port ya Mombasa. Mheshimiwa Rais, tumemove goods kutoka mwaka jana 32 million tons, mwaka huu tayari kabla tujamaliza mwaka tumefika 35 million tons. Ukiangalia mambo ya railway, throughput ya railway yetu, tulikuwa tumebeba miaka hiyo kabla hatujafika 4 million tons ya goods. Railway yetu, hata after you gave the order of liberalization of movement of transport, railway yetu sasa inachukua 7 million tons of goods. Mpaka Mheshimiwa Rais ile MV Uhuru ulilaunch kwa Mombasa, kwa Kisumu hapa, kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi katika serikali yako, sisi tumeweza kubeba mzigo kutoka Kisumu. Sasa our own railway inapitia ikifika port ya Kisumu inabeba goods kupitia MV Uhuru. For the first time it docked kwa port ya Mwanza, Your Excellency, kwa sababu ya biashara tunafanya. Uliponiamurisha niende Uganda tuende tufungue ile gate yetu ya Malaba, tulikubalia wagons ya kutoka Uganda inakuja Mombasa, na ya Mombasa ya Kenya iende Uganda. Biashara imeenda mbele katika port yetu. Your Excellency, mambo ambayo tumefanya kwa hiyo port pia, sasa saa hizi tuko na equipment. In fact, I want to say this, kwa sababu watu wengi sana wamedharau nchi ya Kenya. Tangu wewe ukuje, tumebadilisha port ya Mombasa. Sasa all the shipping lines, Your Excellency, wanafurahia kukuja port of Mombasa kuliko kwenda port zingine. Saa zingine naangalia watu wanasema ati Dar es Salaam inashindana na sisi. Sisi saa hizi ukiangalia kwa ramani, port yetu saa hizi iko na clear iko na ships mbili tu ina dock, lakini huko Dar es Salaam 38 ships wanangojea. That is why our port is now the preferred port, the number 2 preferred port in sub-Saharan Africa. Watu wanawacha Durban na wanakuja mpaka Mombasa. Because of your leadership has changed business in our region, and now we are preferred destination for business, Your Excellency. Kwa mambo yenye usikana pia na usafiri, wewe ulipoingia ofisi, tumeendeleza mambo ya usafiri kupitia hali ya ndege. Tumefungua a new airport huko Kakamega, inapeleka ndege kubeba watu huko Kabunde, huko Homa Bay, huko Migori, Your Excellency. Tunafungua new airports, local airports, and business is also thriving in terms of transport, Your Excellency. Mimi nataka niseme namna hii, Kenya yetu inasonga mbele. Biashara ya nchi yetu inaenda kwenda juu. Mabadiliko yenye tunafanya kwa sekta ya transport iko hali ya juu. Sisi tumehakikisha pia, Your Excellency, mwaka huu wale watu ambao wanakufa kwa ajali ya barabara imepungua, na tunajikaza kuleta chini. Tumefinya pia ile institution ya NTSA kuhakikisha kwamba wananchi wanapewa driving license on time na mambo ya number plate on time. We are doing everything to ensure that we implement the policy that you gave us from bottom up, and Kenya is changing, Your Excellency. Kwa mambo ya airport tumekusema hii mara mingi. Wewe umetupatia direction ya kwamba we need to change and to build a new modern facility at the airport of Nairobi. And because of your direction, Your Excellency, we will go to the market in January. Na nchi yetu kwa ile policy yako umefungua no visa policy, Your Excellency, tunaamini kwamba biashara ya tourism na mambo ya faida ya nchi itaenda juu kuliko siku nyingine katika taifa letu. Mimi nashukuru kwa ile support tunapata mambo ya barabara. Tuna challenge kidogo ya kulipa ile contractors wetu, lakini tunajikaza, Your Excellency, kwa pesa kidogo tuko nayo kuhakikisha ma contractors wanajaribu kuimplement ile ulisema. Hapa Baringo tuko na barabara kadhaa ambayo the total cost of the roads we are implementing on development, Your Excellency the President, is 24 billion shillings. Barabara ya Karandi Mochongoi ambayo ile mheshimiwa amesema ilikuwa imekwama, sasa tumepata njia ya kukwamua. January, Your Excellency, contractor anarudi side kumaliza the remaining 40 kilometers ambayo ilikuwa imebaki. Your Excellency, barabara ile ya kutoka Ainamoi kukuja Kapkayo, kukuja hapa Tenges, na kutoka Kapkayo kwenda Kipsaos, contractor mwenye alikuwa hapo, ingawa alikuwa na uwezo, aliondoka kutoka Kenya, akaassign hiyo kazi kwa mchina mwenzake mwingine. Huyo pia anarudi Januari, hiyo barabara itakuja kuendelea. Ile barabara uliniambia nitoe ule contractor Msembe ambaye alikuwa barabara ya Kipsaraman kwenda Kinyach, kwenda Aror, kwenda Kapsowar, tulimtoa. Tumetangaza kandarasi mpya, tumepata contractor mpya. By February he will be able to come on site kuendeleza barabara hiyo, Your Excellency, iende mbele. Barabara ile hapa Mokotio
kwenda mpaka Lake Bogoria na kwenda mpaka ukule kona makutano Kamkunji, Your Excellency. Pia tunataka kuhakikisha inaendelea, imekwama kidogo. We are looking for the resources to make sure that the contractor comes back on site. But Your Excellency, there are three roads that we have spoken with our development partners and we rely on your support. Hii Kerio Valley tukitaka kumaliza mambo ya vita kwa hapa Kerio Valley, tuko na barabara 3. Barabara ya kutoka Loruk kwenda Tangul Bay, kwenda Churo, kwenda Amaya, kwenda Muge na kuteremeka Suguta Valley. Your Excellency, tukitengeneza hiyo, for the first time tutaweza kukutana na Wakenya ambao wamejificha huko Tiaty constituency, hawajui kwamba serikali ilibadilika, wengine bado wanafikiria rais ni Moi. Tunataka tuhakikishe, Your Excellency, tumefungua namna hiyo. Barabara ya Loruk kwenda Kapedo, Your Excellency, na kutokea Lokichar itabadilisha pia Kerio Valley, Your Excellency, kuhakikisha tumepambana na majangili na kuhakikisha sehemu hiyo imebadilika. Ya 3 ni barabara ya kutoka Barwesa kushika pale Koloo na kwenda Tot. Tukifanya hizo barabara, Your Excellency, I think we will make a difference. And I have already started the process of talking to our development partners. Ukiweka nyundo yako kubwa, ile jina yako kubwa sasa umejenga kwa dunia mzima, hawa watu wa Baringo wataweka kwa kaburi la sahau vita ya wao kwa wenyewe, na wao wataishi kama ndugu na dada, Your Excellency. Kwa hayo na mengi, ninakushukuru. Sisi tunapambana na kazi. Mungu akubariki, Your Excellency, na Mungu abariki watu wa Baringo. Mimi naomba makofi kwa Mburu kwa jamani. Hayo ambayo amesema ni suluhu ya shida yetu ya insecurity katika hii Kerio Valley. Your Excellency, you will allow me to invite my colleague Wesley Rotich from Elgeyo Marakwet to come and speak to us. But as he is coming, nataka tu kuomba kitu kimoja. Kamuren aliongea mambo ya irrigation. Maisha yetu katika sehemu hii inategemea mambo ya unyunyizaji wa maji. Tukisaidiwa na National Irrigation Authority na wizara ya maji, tutumie maji ya Lake Baringo kwa irrigation, in addition to the dams that you have proposed for us, Your Excellency. The problem of food security in this region will be solved once and for all. Thank you very much. Mheshimiwa Wesley Rotich. Asante sana Governor mwenzangu. Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, our Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, all protocols observed. Nataka nichukue fursa hii kukupongeza sana Rais kwa kukuja hapa Baringo mara ya pili tangu ukue Rais. Mwaka jana tukiwa na wewe hapa Rais, hapa tulikuwa na huzuni nyingi sana. Mimi nilitoka hapa kama nilikuwa naenda mazishi ya watu ambao wamewawa kwa mambo ya insecurity. Today, Your Excellency, I can tell you the Kerio Valley, ile ilikuwa inaitwa Valley of Death, is now very quiet, and because of your intervention, the military camps ile tulikuomba siku hiyo ulitupatia Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana. Haingefanyika kama ingekuwa wewe ambaye unaelewa shida ya eneo hili. Kwa hivyo kama magavana wako wa pande huu na waheshimiwa wote, tumesema tutashikana pamoja. Hata mimi wakati nilitoka hapa tuligundua tuko na WhatsApp group moja na Mheshimiwa Kamket, kwa sababu tulisoma wote Tenges Boys High School. Kwa hivyo tulienda tukaongea maneno yetu, na sasa huko kwetu imenyamaza, na tunakuomba uendelee. Your Excellency, kuna kitu ningependa kukushukuru pia. The transformation that you are starting, I am a good student of your politics, and I am a good student of an economics, Your Excellency. Nataka nikuombe na nikushukuru kwa sababu ile transformation unafanya saa hii is very similar to what was happening in China in 1978. 1978 kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa cultural system, ilikuwa kupiga sherehe na kurelax. Kuna prime minister alikuwa anaitwa Mao Zedong. Kukakuwa na transformation, new prime minister akakuja na akafanya economic reforms, painful economic reforms, but by 1985 China was starting to rise, and by 1991 it was one of the most growing. And this is the reason why you are doing, Your Excellency. Ile kitu inaitwa saa hii tukisimama hapa, hata mimi hapa kama governor, ile toothpick tunatumia hata kukula lunch, it is imported, Your Excellency. Na wewe ulituambia hiyo ni upuzi. Your Excellency, jana usiku your minister anaitwa CS Miano ametuconnect 47 counties to 47 counties in Japan. Kila mtu wako na mwenzake, to ensure that our industrial parks
in our 47 counties are transformed and become a revolution in this country so that we manufacture. So I want to ask Kenyans, hatuwezi fanya huyu rais awezi badilisha uchumi kwa hewa. We have to manufacture. To build our industrial parks in 47 counties needs at least 1 year, needs 2 years. Kitu naomba wakaaji wa Baringo, Elgeyo Marakwet, Noreb kwa ujumla na Kenya. Let us be producers. Saa hii watu wanasema chama mwaji ni biga lejingi meche inaingaleju ngoja ngolen big kali tugu no Kenya ngolen chita kali penda sugu hizi ne bartet kabisa ndio gunye ni olda yartet ge moye kali tugu ngoye gunye grandi mi kaunta kamasin nyi ni to chepkondok si tep kele tos kali anani yori tagilen go moye ni gole kali awati chepkondok lolet kali chita ni mamigi noe amaja asama ngamani ngetapke nge meche ke toret president ne baga amaje producers to industrial parks we are exporting, and in the next 5 years Kenya will never be the same again. Lakini tukimwambia tugoje tu tukue sherehe kama ile Mao Zedong tutapiga sherehe, lakini wajukuu ndio watakuja kubeba mzigo. Your Excellency, we appreciate you and we have all our support. Mimi nakuomba tu uendelee kusupport Murkomen kwa mambo ya insecurity roads. Alitufanyia juzi hapa Baringo na Elgeyo Marakwet na West Pokot, small roads, wakora wakahepa. Tukajua kumbe siri ya wakora ni kufungua Kenya ikuwe wazi. Hawata wae beba bunduki mchana ili tukue sawa. Your Excellency, kwa hayo mengi na kushukuru na nakuambia tunakuombea afya nzuri. Huyu Rigiji mwenyewe, Your Excellency, tumianga sisi atembei area akitisha chief, akitisha wakora, hiyo sauti yake ni kama hata wakora wanajua utasafirishwa mbio mbio. Rigiji akisema asante sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Wesley Rotich ambaye ni governor mwenzangu amesema ya maana zaidi. Tumpigie makofi jamani. Moja. Asante sana. Sasa it is my privilege and honor to welcome His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigiji. Hebu tusimame tukaribishe yeye jamani. Asante sana. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, waheshimiwa magavana, mawaziri, wabunge, watu ya Baringo Chamge. Hamjambo. Hamjambo tena. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Tumeshukuru sana kufika hapa Baringo. Tangu mlituchagua sijapata nafasi ya kufika hapa. Nilitamani sana kufika hapa. Rais, hao watu ya Baringo ni waangwana na ni watu wazuri. Na mimi na watu naelewana. Kwa sababu damu yao na yangu ni ile ya kuchemuka haraka. Nyinyi tunataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya rais wetu William Ruto na mimi na timu yetu. Nichukue nafasi hii kusema asanti na shukurani sana kwa maombi yenu na zile kura mlitupatia. Asanteni sana watu ya Baringo. Mlitushikilia, mlituinua na tulishukuru sana. Na kwa hivyo tuko na jukumu ya kutembea hapa. Na tumekuja na pesa kununua mbuzi. Ndio tuache hizo pesa hapa, msherehekee Krismasi, sigine mrudishe watoto shule Januari. Kwa sababu nyinyi ni watu wetu na lazima tukae na nyinyi hapa kwa hapa vile mlikaa na sisi. Your Excellency, ya watu ya Baringo waliinua mimi sana siku moja. Siku ile serikali iliyopita walikuwa wananifugia Friday, wakaniweka ndani Friday, nikitoka nikakuta hii watu wameangusha BBI, roho yangu ikaamuka. Na Your Excellency, County Assembly ya Baringo ndio tunatambua zaidi katika Jamhuri ya Kenya. Wale ma-MCA ni wakali hata kuliko wabunge. Si ni wakali sana. Tuliwaheshimu sana. Na kwa hivyo sisi tumefika hapa na rais. Na rais uliponituma hapa wakati wa Economic Forum, nikakuja kusikiza watu ya Baringo nikuletee report. Walinieleza kikamilifu kinaganaga bila kusita-sita ya kwamba jambo la kwanza wanataka serikali yako itatue ukipata mamlaka ni mambo ya usalama na kungangana na wakora katika kaunti hii ya Baringo.
Na rais, nataka nikupongeze, tunajivunia kuwa tunafanya kazi chini yako, kwa sababu wewe umetuongoza vyema kwa mambo ya usalama katika Baringo, katika Kerio Valley na katika Kenya kwa jumla. Na hata kama kumebaki wakora wachache, ile uhalifu ulikuwa katika kaunti hii kupitia uongozi wako na ile maagizo umetoa kali kwa Profesa Kindiki na maofisa wetu wa usalama na wale wa KDF, hali ya utulivu imerejea na kila mtu anapata nafasi ya kufanya kazi yake. Kwa hivyo mimi ningetaka nihakikishie nyinyi ya kwamba historia ikiandikwa, serikali ambaye itamaliza uhalifu katika hii kaunti ya Baringo kabisa ni ya serikali ya Daktari William Samoei Ruto. Juu ya hayo, waziri wetu Kipchumba ametangaza mambo mengi sana ambayo inaendelea. Na huyu Kipchumba anajaribu. Na kuna wengine niliona wanamkemea ati ajiuzuru ati kwa sababu generator imekataa kufanya kazi pale JKIA. Huyu Kipchumba ndiye alinunua hiyo generator. Ilinunuliwa na ile serikali nyingine na ilikuwa fake. Sasa ikijaribu kuhakishwa inazimika. Sasa Kipchumba, wewe tafuta generator yako uweke, wachana na ile watu. Si kijana anajaribu. Tuache kuingilia viongozi buri, kwa sababu mambo tulikuta ni mengi ilikuwa imeharibika na ndio tunajaribu kurekebisha. Sasa wanataka kutubebesha hiyo mzigo. Na hiyo generator ni hao walinunua pesa mingi, wakanunua kitu fake. Ikiwekwa moto, ikiwekwa load kidogo inaanza kutoa moshi. Sasa lazima Kipchumba afanye marekebisho pale, alete generator mpya na mambo yote pale yabadilishe. Na ajenge airport mpya ambaye ni ya kisasa, ambaye itatupatia heshima katika dunia nzima. Mimi sitaki nipitishie hapo niseme tu watu wanaongea mambo mengi, mambo ya uchumi nini. Wacha mimi nimwambie watu ya Baringo. Huyu William Ruto, rais wetu, kijana wenu hapa nyumbani, mimi ndio naketi naye pale. Na kama kuna kiongozi katika jamhuri yako na bidii ni huyu rais wetu. Saa 11 asubuhi ameamuka kwa ofisi mpaka saa 6 usiku. Mpaka hao vijana wetu sasa mawaziri wanaanza kulia ati aende polepole ndio pia waende polepole. Rais, usipunguze speed, ongeza ndio wao pia waongeze. Kwa hivyo kazi inaendelea. Ni vile tulikuta hali ikiwa mbaya. Na nimesema juzi nikiwa pale graduation ya madaktari, hii uchumi wa Kenya ni kama mgonjwa. Ukikuta mgonjwa hali mahututi katika ICU, hawezi pona siku hiyo na aende nyumbani. Lazima ataenda na utaratibu. Atibiwe, apewe madawa, atolewe kwa mashini kwa ICU, aende HDU, akae mwezi 3. Atibiwe, atoke HDU, aende kwa ward. Akae kwa ward miezi kadhaa, atibiwe, aende nyumbani, akunywe madawa akiwa nyumbani. Sasa huyu mgonjwa wetu tulipata ICU tukatoa. Tukasukuma HDU, amekaa ametoka. Sasa ako kwa ward, siku zinaendelea, ataenda nyumbani hivi karibuni. Tumekubaliana na pia Baringo. Kwa sababu yuko namna hiyo. Hata mtoto akizaliwa anaweza tembea siku hiyo. Tulikuta huu uchumi kwa hali mahututi. Hawataki tuseme. Mimi nilisema pale Kasarani na nina shida nikirudia. Tulikuta uchumi ambayo umezoroteka, umeharibika. Wale walichukua kila kitu. Na walikuwa wanaharibu ndio rais ambaye atapata aonekane ni bure. Hata yule walikuwa analeta kama project walikuwa wamempangia pia anguke. Kwa sababu walikuwa wanaharibu makusudi. Lakini Mungu ni Mungu, aitwe Mungu, kwa sababu huyu rais wetu sasa amekarabati, amepindua, na mnaona ile heshima tunapata katika nchi za kitaifa. Rais amefanya Kenya iheshimike. Ameongoza mambo ya climate action, ameongoza kila debate katika world stage. Kenya tunapoongea leo inaheshimika. Rais wetu, sisi tumekubali kila mtu akuje kwa UDA, kwa Kenya Kwanza, tufanye kazi. Uchaguzi umeisha. Wale watu walikuwa kwa Azimio tumewakaribisha. Hata huyu Kamketa alikuwa mtu ya Azimio, tumekaribisha yeye. Si tulifanya mzuri kumkaribisha? Lakini wewe Kamketa, ukija kwa nyumba ya wenyewe umepewa makazi, ukae uelewe. Hapana ongea mambo mingi, mambo ya nyumba ya wenyewe, na hiyo nyumba uelewi. Hiyo si nyumba iko na mambo yao. Iko na mambo yake. Kwa hivyo tunakaribisha wewe, lakini take your time
mwaka 2, 3, 4 uelewe hii nyumba yetu. Ukienda kuongea unaelewa nyumba ya wenyewe inakaa namna gani. Mimi nitaka nikuje tuongee mambo ya nyumbani. Niko na mambo ya nyumbani, ningetaka tuongee na nyinyi ile ya ndani. Mngetaka tuongee mambo ya ndani? Lakini mimi naona hapana. More malad court. Sindio? Sindio? Si nimeona mumeambia chemtumo? Masikio ni mingi. Mnataka nirudi tuongea mambo ya nyumbani? Bila hii watu ya makamera hawa. Unajua hawa wananifuata kila pahali. Nikiongea maneno ya ile watu wetu wale wa ndani kama nyinyi wananitangaza. Sasa ndio nimesema kwa leo, tuachie hapo, si ndio? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana sana. Mnataka nirudi tuongee? Hao waheshimiwa wenu na governor nimewalika pale Karen siku ya Jumanne. Rais ameniagiza tuketi na hawa tupange kazi ya mwaka wa 2024 ya Baringo County. Mimi nitakuwa kwa hii county, nitakaa hapa mpaka mniambie niondoke. Mnataka nikuje? Mnataka nirudi tena? Mnataka nirudi siku gani? Ati kesho? Haya bwana, sasa hii buzi lazima niende nipelekee watoto. Lakini tutakuja, tutakuwa na nyinyi hapa. Na nyinyi ni watu wetu, na tutachunga nyinyi. Na vile tumesema tusitangaze sana, mambo ni mingi. Na ni mambo mzuri. Lakini hiyo ni mambo ya jioni. Mimi nitakuja hivi. Si mnataka tuongee hivi mambo ya nyumbani? Kwa hivyo tumeshukuru sana, na kwa hivyo ningeuliza nyinyi nyote tusimame mnisaidie kumkaribisha kiongozi wetu kwa makofi, Daktari William Samoei Ruto. Asante sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Viongozi wote wenzangu na watu wa Baringo wa mjambo. Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza watu wa Baringo, mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana. Nimekuwa hapa Baringo hivi majuzi. Wacha nirudie tena niseme kwa watu wa Baringo, asanteni sana kwa kura zenu. Nyinyi ni watu wangwana, nyinyi ni watu wa heshima, nyinyi ni watu wa ahadi. Na leo tumefika hapa katika sherehe hii ya muhimu ambayo ni soko ya mbuzi. Ndio wananchi wa hapa kama desturi yao ya kila mwaka waweze kupata vile watoto watasoma mwaka ujao. Asanteni sana. Nataka niwapongeze watu wa Baringo. Tulikuja hapa tukaongea mambo ambayo tuliandikiana. Kati ya yale mambo ni mambo ya usalama. Hii Baringo imeteseka sana na wizi wa ng'ombe, watu wanapoteza maisha, watoto hawasomi, umaskini inalete tabu kwa sababu ya kukosekana kwa usalama. Na niliwaahidi ya kwamba ile serikali itamaliza mambo ya wizi wa ng'ombe na ukosefu wa usalama katika Baringo hii na North Rift. Ni hii serikali mumeunda mwaka uliopita. Na ndio sababu hiyo nikiongea na nyinyi sasa, hapa North Rift tuko na askari wa jeshi 1,500. Hapa North Rift tuko na askari wa polisi wengine 3,000. Mimi nataka niwahakikishie hawa askari hawawezi kutoka hapa mpaka wakora wote na wezi wa mifugo wote tumalizane na wao. Tumewapatia ilani ama notice, wamepunguza mambo, lakini mimi nataka nitangaze tena nikiwa hapa North Rift. Mambo bado. Kwa sababu bado tunasikia maneno hapa, maneno pale, maneno kidogo pale. Hiyo maneno kidogo ya hapa na pale tutakomesha. Tunataka kila mtoto wa hapa Kenya, mtoto wa North Rift, mtoto wa pande zote za Kenya wapate nafasi ya kusoma, kwa sababu ndio njia tunaweza kutengeneza Kenya ya kesho ambayo iko na matumaini, na Kenya ya kesho ambayo tutajivunia sisi wote.
sababu hiyo ndio hata asubuhi ya leo nilikuwa pia na watu wa Lamu, kwa sababu pale Lamu pia kuna maneno ya watu kupoteza maisha na viongozi na uchochezi na ukabila nusu na ingine, na tumekubaliana na viongozi wa Lamu ya kwamba hiyo maneno ambayo inaendelea Lamu tutakomesha. Tunataka tuhakikisha kwamba kuna usalama kila sehemu ya Kenya. Shida yetu iwe ni moja, ya kupigana na umaskini na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata mapato, tuzalishe uchumi, tupeleke taifa letu la Kenya, tuwe na chakula na kila Mkenya aweze kufanya biashara na tuweze kwenda mbele pamoja. So tukiwa hapa saa hizi tumekubaliana ya kwamba tayari tuliweka pesa karibu milioni 100 ya kujenga mashule yenu. Mashule yote ambayo yalifungwa hapa, nimesema hizo mashule lazima sifunguliwe. Tutaifanyia ukarabati, zile zimeharibika tutajenga upya, na baadaye tunataka kuweka boarding school kwa kila shule, ndio watoto wakae shuleni wasome, ili wasiende wakakosa masomo kwa sababu wakienda nyumbani kuna matatizo. So tayari tumeweka mipango yetu. Wale askari wako hapa watakuwa na bunduki katika mkono moja, mkono ingine watakuwa wanasaidia kujenga mashule yetu. Haya mashule yote ya hapa North Rift, we want to make sure that all the schools that were closed, karibu mashule 21, zote zimefunguliwa, zote tunafanyia saizi kurekebisha, na tunataka kuanzia Januari watoto wetu wote wa hapa North Rift warudi shuleni wasome. Kwa hivyo it is my commitment to the people of North Rift, it is my commitment to the people of Kenya that we will go out of our way to make sure that we secure the country and we eliminate cattle rustling and we eliminate criminality so that we can have peace and Kenyans can go about their business, take their children to school, waende wafanye kilimo, wafanye biashara, ndio tuweze kujenga uchumi wa Kenya yenye itatufaidi sisi wote. Ya pili, tumekubaliana vile vile ya kwamba kazi zile zingine zote, hasa hii ambayo tumekujia leo ya kilimo, tulikubaliana na Wakenya ya kwamba njia ya kusaidia walio wengi, njia ya kuzalisha chakula Kenya hii ni kusaidiana na wakulima. Mimi nawashukuru wakulima wa Kenya na wakulima wa Baringo. Mwaka huu mumezalisha chakula zaidi ya vile mlifanya mwaka uliopita. Ile mbolea tuliwatumia, mumetumia vizuri. Mimi nataka niwahakikishie, saa hizi tumeweka mikakati tayari. Kufikia Januari, kidogo mbolea ichelewe last year, lakini mwaka huu tumepanga na mbele. So kufikia Januari mbolea itakuwa katika kila store ya cereals board, na tumekubaliana na governors ikifika kwa cereals board ya cereals board wateremushe ifike kwa masoko ama ifike kwa kila constituency, na hata baadaye tunafikishe katika kila ward, kwa sababu tumesajili wakulima wote. Tuko na orodha ya kila mkulima na anafanya biashara gani na anafanya kilimo gani, anahitaji mbegu aina gani, anahitaji mbolea aina gani, ndio tuweze kuzalisha chakula katika Kenya hii. Chakula ipatikane kwa wingi, ndio tuondoe matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya. And that is what we must do as a citizens, our citizens of Kenya. Niliwaeleza ya kwamba mambo ya fujo, maandamano, sijui nini, haiwezi kuzalisha chakula Kenya. Na hatuwezi kutegemea chakula ya kuagiza kutoka masoko mengine ya wakulima wengine. Tuko na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha Kenya, ni vile tutapangana wakulima, serikali na wale washikadau wengine wote, ndio tuweze kutekeleza wajibu wa kuzalisha chakula Kenya, so that we can have a country that is not hungry. Kwa hivyo wakulima na wasihi nyinyi nyote ya kwamba tuendelee na hiyo kazi. Mambo ya ufugaji, mkiona katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa kiasi kwa mambo ya ufugaji.
Nikiongea na nyinyi, juzi nilikuwa India na nimeongea na Prime Minister wa India, na tumekubaliana vile tutasaidiana kwa mambo hii ya ufugaji. Nikiongea na nyinyi saa hizi, PS wetu wa mambo ya ufugaji ama livestock ako India. Tukiongea mambo ya number 1, vile tunaweza kupata mbegu ya sawasawa ya mifugo yetu. Tumekuwa tukihangaika kidogo na mbegu ya ng'ombe, mbegu ya mbuzi, mbegu ya kondoo, kwa sababu genetics yetu imekuwa kidogo, hatuna AI facility ya kutosha. So tumekubaliana tutakuwa na mbegu ya sawasawa. Hata ya hii mbuzi yenu, we want improved. Ile ambayo itakuwa na nyama zaidi na ile ambayo itakuwa na inaweza kuzalishwa kwa njia ya rahisi. Tumekubaliana vile vile ameenda kupanga mambo ya Leather Institute. Hii mbuzi ambayo tuko nayo lazima tuanze kutumia kutengeneza leather products. Tutengeneze viatu, tutengeneze products zile zingine zote. Saa hizi Kenya bado tunaagiza viatu karibu pairs milioni 10 kila mwaka kutoka masoko mengine. Na ngozi yetu, mnajua vile inaendanga ngozi hapa. Ngozi hapa inauzwa shilingi ngapi? Hata haina bei, si ndio? Sasa ngozi ambayo tunanunua viatu 5,000, 10,000, 20,000 inawezaje kuwa ati haina bei? Na ngozi ile tunatumia, hii viatu tunatumia ni ngozi ya ng'ombe ya watu wengine. Kwani ngozi ya ng'ombe yetu hii haiwezi kutengeneza viatu? Haiwezi kutengeneza hata kibeti, jameni, ama hata mshipi ama nini. So nimesema baada ya miaka 3 hakuna tena viatu tutaagiza kutoka nje. Kama mtu hataki kuvaa viatu imetengeneza na ngozi ya ng'ombe ya Kenya, anaweza kutembea barefoot. Hakuna problem. Ama tutapangia mambo yako. Tutaweka ushuru ya kutosha ndio tuokote pesa tusukume Kenya iweze kusonga mbele. Tumeelewana jameni? So we are going to promote our own manufactured products. Tayari hapa Naivasha tumemaliza kunegotiate shamba eka 5,000 mahali tutaweka viwanda vikubwa ya leather. Nyinyi watu hapa Baringo mjipange. Hii Maoi hapa mahali tuko na abattoir hapo, sasa muanze kujipanga, kwa sababu tunataka ng'ombe yenu hii na mbuzi zenu isiwe inauzwa vile inauzwa hivi. Tuanze kufanya value addition. Tuchinje nyama, tuuze nyama. Tuchukue mifupa, tuuze kwa njia ingine. Tuchukue ngozi, tuuze na pesa ingine. Ndio tuweze kupata mapato zaidi kutoka mifugo yetu. Na nimekubaliana na gavana wenu, hiyo abattoir iko hapa. Tutaweka pesa ya kutosha, kaunti itachangia, tuhakikishe kwamba sehemu hii mbali na hiyo abattoir pia hapa tuwe na feedlot, kwa sababu tunapanga mambo ya maji. Mliona tumetangaza mambo ya maji. Tuko na damu hapa tunataka kujenga kubwa ya Radat. Tayari wale ambao wanataka kujenga hiyo damu wako na mazungumzo na sisi. Itafika kule Ministry of Treasury hivi karibuni. Beregei tulikubaliana, Amaya tulikubaliana. Ndio tuwe na maji, tuwe na feedlot, ndio ng'ombe zetu na mbuzi zetu tuweke katika hali ambayo inaweza kutupatia mapato zaidi. Mimi nataka niulize county assembly yetu ya hapa, hiyo mpango yote tunataka tufanye kazi pamoja. Muweke pesa katika budget yenu, tutaweka pesa katika national government budget, ndio tuweze kuunganisha, ndio tuweze kuhakikisha kwamba mambo ya ufugaji na kilimo inasonga mbele katika sehemu hii. Vile vile tumekubaliana na nyinyi ya kwamba hii dunia tutabadilisha. Tumekubaliana ya kwamba kupitia mwisho wa mwezi huu community health promoters wote hapa Baringo, mko na community health promoters 1,000 na mia ngapi? 1,000
almost 1,500. Tayari tumetoa kits na tunataka hawa community health promoters waweze kwenda katika kila kijiji ili tuhakikishe ya kwamba tunaondoa mambo ya magonjwa. Sio lazima mtu aende hospitali. Tukitambua mambo ya magonjwa mapema, tunaweza kuzuia magonjwa mengi. Tunaweza kuzuia wananchi wengi wasiweze kwenda hospitalini kwa sababu watapata matibabu mapema. Wengine wanaenda kulazwa hospitali kwa ugonjwa ambayo ingetibiwa na shilingi 200. Lakini kwa sababu ilichelewa, ikakolea, ikakuwa na matatizo, mtu mpaka anaenda anatumia pesa nyingi kule hospitalini. Ndio tumesema sasa tutakuwa na community health promoters. Kila kijiji, watatembea kila nyumba, waanze kujua, watakupima pressure, watakupima mambo ya sukari, watakupima hiyo mambo ingine, wakueleze mapema hapa kuna matatizo. Ndio mahali kuna matatizo uende kushughulikiwa mapema. Tumeelewana jameni? Na hiyo kazi ingine yote ya kubadilisha mambo ya afya Kenya. Saa hizi tuko na hiyo mpango. Tumepitisha sheria 4 mpya ambayo itatusaidia kusimamia mambo ya matibabu, ndio Mkenya asiuze mali yake tena ati anaenda kulipa bill ya hospitali. Hii mnanielewa watu wa Baringo? Okosa ngaleju? So mimi nataka mnisikize vizuri. Unajua kuna watu wametupeleka kotini ati hawataki hii sheria mpya. Na ni watu ambao ni wakora. Kwa sababu wamezoea kuiba pesa pale NHIF. Imagine kuna mtu ako na hospitali kona fulani hapo. Ati anafanya upasuaji, operation. Anafanya na ni kona. Anafanya ati operation kuliko hospitali ya Kenyatta, kuliko hospitali ya Aga Khan. Na ni wizi tu anaiba pesa ya serikali. Na ndio wameenda kotini kuzuia, kwa sababu tumesema katika hii sheria mpya tuko na digital health bill ambayo itahakikisha ya kwamba kila delivery ya health service tutajua kwa mtandao, ndio tuweze kuondoa wakora wote ambao wanatuibia pesa na wanaharibu delivery ya health. Na hawa wakora hawawezi kutushinda, tutapambana na wao. Na mimi nataka niwatangazie hawa wakora ambao wanataka eti kuendelea na wizi katika Ministry of Health. I want to tell them it will not go on anymore. Hiyo mambo ya kuiba huko Ministry of Health tutaisimamisha. Unajua watu wengi kwa sababu wamekuwa wafanyabiashara matapeli katika sekta ya health, wamekuwa matajiri wa kupindukia kwa sababu ya corruption katika mambo ya health, ufisadi wa kupindukia katika mambo ya health. Sasa wameenda kotini kuzuia. Wanafika kotini wanasema sijui bei imeenda juu. Mimi nimetangaza ya kwamba wale watu ambao wamekuwa wakilipa shilingi 500 sasa tutawapunguzia ikuje shilingi 300. Hiyo ni kuongeza ama ni kupunguza? Yule mtu ambaye anapinga ati isirudi chini isikuje 300, huyo ni mtu ambaye anatakia Wakenya mambo mazuri. Na unasikia hiyo kelele yote, hawasemi ati bei ya bima ya afya imerudi chini. Hapana, hawasemi hapo. Wanasema tu ingine hapo, unajua mambo sijui nini, kwa sababu hawataki kusema ukweli. Lakini mimi nitakabiliana na wao. Si raia wamenipatia uwezo ya kupigana na hao wakora? Nimeshawatangazia. Si nilisema mambo ni matatu. Hakuna mahali watapitia hapa. We are not going to accept blackmail because the characters who are sponsoring court cases against UHC are the people who are beneficiaries of corruption in NHIF, people who have corrupted our health institutions, and that is why they have taken their fight to court. But I want to tell you, we will expose all of them, and we will make sure that what we are doing in health is going to be delivered for the benefit of millions of Kenyans. Kwa sababu wakati tumesema for the first time, kwa mara ya kwanza hii Kenya
Yule mwananchi ambaye hana uwezo, karibu wananchi milioni 3, kati ya milioni 3 milioni 4, tumesema for the first time hawa watalipiwa na serikali. Hata yule mtu hawezi, tutamlipia bima ya afya, ndio akienda hospitali, hata aende hospitali gani, hakuna pesa ataulizwa tena. Nyinyi mnataka tuendelee kufanya harambee hapa ya kulipa bili ya hospitali? Kuna mtu hapa anataka tuendelee kufanya harambee? Si tumesema tunataka mtu wote akienda hospitali atibiwe, ashike birako yake, aende nyumbani. Tuendelee ama turudi nyuma na hii? Tuendelee ama tusiendelee na hii kazi? Tuendelee si namna hiyo? So tutaendelea kwa sababu it is the way we are going to transform Kenya. We will not accept a few people to manipulate the system because they are beneficiaries and because they want to corrupt the system so that they continue looting from our health sector. That will not go on, and we are going to take them head on. Tutahakikisha kwamba hii kazi inasonga mbele, na kazi zile zingine zote hapa Baringo mkae tayari. Tayari tuko na shamba hapa karibu ekari 30 in different towns. Tuko na shamba kule Mogotio, tuko na shamba hapa Marigat, tuko na shamba kule Eldama Ravine, tuko na shamba I think 5 places ambayo tutajenga affordable housing. Hiyo mpango ya affordable housing hapa Baringo tunataka kujenga nyumba ya kwanza 5,000 na tunahitaji vijana 10,000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa Baringo mko tayari? Mko tayari? Vijana mtoke mkuje mfanye kazi. Tunahitaji engineers, tunahitaji plumbers, tunahitaji electricians, tunahitaji wale wengine wote. Kila mtu ukuje ujipange hapo. Hata kama huna masomo, tuko na kazi ya mkono. Kwani unaweza kushindwa kazi ya mkono hata kama sio? Kama tunaelewana jameni, tuko pamoja? So tunataka tupangane hapo. Hivyo ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa mambo madogo madogo na siasa kidogo kidogo. Kenya itabadilishwa kwa mipango ambayo inaeleweka, ambayo itabadilisha taifa letu la Kenya. Na hiyo ndio kazi mimi nawauliza watu wa Baringo, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, ndio tuweze kubadilisha nchi yetu. Nchi yetu imechelewa kwa mambo ya maendeleo. Nchi tulianza nayo kama sijui nchi ya Singapore, tulianza na nchi ya Malaysia, tulianza na nchi ya Korea. Saa hizi wako mbele yetu maili mingi. Sisi bado tunaongea tu hapa siasa, fitina, ukabila, chuki, wizi wa ng'ombe, mambo ya bure. Mnataka tuendelee hiyo maneno? Bana. Anono moja kata testaya ngale kiminge jinji matinyi papgele na umeto. Tupange Kenya ama mnataka tufanye namna gani? Watu wa Baringo mko tayari? Mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari. Very good. Naona mko tayari kweli. So sitaki kuambia mambo mingi, nitarudi hapa tena. Na nitarudi hapa wakati tutakuja kupanga mambo ya Radat hapa next year. Mimi nitarudi hapa tena kuja kuanzisha mambo ya affordable housing. Mimi nitarudi hapa tena kwa mambo ya vijana wetu. Tumesema huyu Sirma ndio chairman ya CDF. Tumebadilisha sheria ya CDF kwa sababu tunataka kupanga vijana wetu wapate ajira. Na nimesema kila ward, mimi nataka nyinyi MCS msikie mimi vizuri. Mimi MCS, kila ward lazima tukue na ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta, hawa vijana wa Baringo waende pale, tuwafundishe na tuwapangie ajira. Nimezunguka dunia mzima, nimeenda Ujerumani, wamenipromise nafasi ya vijana ya kufanya kazi kwa mtandao. Nimeenda kule Canada, nimeenda US, nimeenda Saudi, na wamekubali ya kwamba kwa sababu tuko na vijana wengi na vijana wengi hawana ajira. Ama wale wa Baringo wako na kazi? Vijana wapo wako na kazi? Si tuwapangie kazi? That's what we are going to do. Nikiongea na nyinyi saa hizi, waziri wetu wa labor ako Saudi Arabia. Kwa sababu nimesema ili kupanga ajira ya hawa vijana lazima tubadilishe mwenendo wetu. We have to change the country, and the country is not going to change tukiendelea kufanya mambo vile tumefanya miaka hii yote na hakuna vile Kenya imebadilika. Mpaka wazungu wakasema it is madness to expect anything different if you would continue doing things the same way. Na ndio tunasema we are doing things differently this time. Tuko pamoja watu wa Baringo?
Hawasikini kama tutatembea pamoja hiyo barabara. Basi wacha tufanye kazi ya mbuzi leo. Nitakuja kazi hiyo ingine siku hiyo ingine. Huyu Murkomen nimemwambia apange mambo ya barabara. Chelugo nimemwambia apange mambo ya cooperative. Huyu mtu ya maji yako hapa bwana sijui nani huyu Korir. Huyu PS apange mambo ya maji vile nimesema, na hiyo kazi nyingine yote tutapangana pamoja na nyinyi. Na tunataka watoto wetu wote wasome jameni. Watoto waende shule. Na ndio sababu tumekuja hapa kuwainua. Ndio kila mtu aweze kupeleka mtoto wake shuleni. So mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, kwa sababu pengine hatutaonana kabla ya Krismasi. Mkuwe na Krismasi njema jameni. Na mkuwe na mwaka mpya wenye baraka nyingi. Na mkirudi nyumbani msalimie watoto wenu. Unaona? Haya, nani atanuhusia sisi mbuzi? Mwana wandoi ni juu. Nani? Wacha nianze. Haya. Kazi yenu ni kupiga makofi. Na itategemea vile mtapiga makofi ndio hii mbuzi itahusika haraka. Mimi na huyu deputy wangu tutanunua hii mbuzi. Nasikia iko mbuzi hapa 3,000. Mimi na huyu deputy tunanunua mbuzi 1,000. Tumejipanga. Wabunge hapa Baringo. Simameni wapi wabunge wa Baringo? Hao wabunge wa Baringo kila mmoja mbuzi 20. Hiyo ni mbuzi ngapi? 1 2 3 4 5 6. Haya 120, wapigie makofi. Lakini Sirma amesema yeye ni senior, atanunua 50. Na Kiborek anasema Tinye Tarusiek atanunua 50. So sawa. Haya, senator wetu Jeptumo mbuzi 50 amesema atanunua, mpigeni makofi. Haya. CS Murkomen mbuzi 150. Sindia alikuwa acting senator hapa siku nyingine. Huyo hapo. Na gavana wetu wa hapa jirani mbuzi 50, mpigeni makofi. Na nikitangaza mnatengeneza pesa. Mnapeleka pale. Na hakuna mambo ni mawili, hakuna deni na hakuna check cash. Ndio? Hakuna hatutaki mambo ya kuulizana baadaye ati check iliruka, sijui nini, hapana. So leo tunamalizana hapa kwa hapa. Si ndio? Ama namna gani? Mambo ni ngapi? Hakuna deni na hakuna check cash. Haya. Yule anayefuata CS Chelugui ndio mtu ya hapa. Mbuzi 150. Haya, Aaron Cheruyot, leader wa majority, aliongea maneno mingi hapa. Haya, mbuzi 100. Pigeni makofi. Haya, Mheshimiwa Engineer Sudi. Mbuzi 150. Kuna mungwana anaitwa PS Rono. PS Rono. Ako wapi? Ndio huyo. Mbuzi 50. Kuna PS Tanui wetu wa hapa. Haya, PS huyo mbuzi 100. MCS wa Baringo wote wasimame. Hawa MCS wetu wamenunua mbuzi 100. Pigeni makofi. Very good. Hawa watu ambao tumewapatia kazi hawa CEOs wetu wako hapo. CEOs wetu wako hapo. Hawa wote. Unaona hawa wadosi. Haya, mbuzi yao ni 300. Watoe pesa. Si ndio? Haya. PS Korir. PS Korir huyo. Mbuzi 30. PS wa elimu anaitwa Belio shilingi mbuzi 50. Upige makofi. CS bwana Kerich. Ule bwana dawa. Mbuzi 10. CS Alan wa kutoka huko Nandi, Alan Koskei. Mbuzi ogelata 50. 50. Very good.
Haya, Mheshimiwa Koech, mbunge wa Belgut, anaitwa Sonko. Huyo. Hata. Haya, 100. Mbuzi 100. Gavana Cheboi, ambaye ni mwenyeji hapa. Mbuzi 100. PS mama anaitwa Mangeni. Mbuzi 10. Kuna mungwana anaitwa Limo. Ama namna gani? Kuna jamaa anaitwa Paul Limo, ni mtu ya kijiji huku. Mbuzi 50. Kuna daktari Ruto. Hata. Chairman. Hata. Haya. Chairman wa Chamber of Commerce. President actually. Chamber of Commerce ya Kenya mzima, hii dunia yote. Mbuzi 100. Bas. Ngone konget. Nani amebaki? KCB. Okay. Nasikia KCB wametupatia support. Mpigeni makofi jameni. Wametupatia support ya shilingi milioni 6. Wapige makofi. Chairman ya KPDA anaitwa nani? Chairman Mark wa KPDA ngiro. Huyo. Mbuzi 50. Sasa hii mbuzi imefika ngapi? Huwa awek anane. Deputy Governor mbuzi 50. 30. Basi imebaki ngapi? Mtu ya kufanya hesabu hapo harakisha. Nasikia mbuzi imebaki 240. Haya, nani bado anataka mbuzi hapo? Mkizubaa mimi nitapata mtu ya kuuzia. Haya, Kiarie mbuzi 10. Na Kororia mbunge wa Gatundu mbuzi 10. Na Tojim hata Tojim mbuzi 10. Na gavana wetu wa zamani Bwana Kiptis mbuzi 10. Piga makofi. Ngapi imebaki? Au ngetatau? Huyo Kiptis ni mbuzi 10. Mebaki 230. Mimi jina majai yani kwa nguma si? Nguma ni tinyo. Chepsongol ama nani? Chepsongol mbuzi 5. Hii mbuzi last year tulinunua shilingi 12,000, si ndio? Ama ilikuwa ngapi? Sasa leo tuongeze mpaka ipige ngapi? Tunaongea bei ya mbuzi, msiweseme bei ya wale watu wa kununua. Mniambie bei yenu ngapi nyinyi watu ya kununua? Hata hapana 12.5 hapana. Hapana. Kuna mama anaitwa Jacinta hapa. Hapana. Jacinta Haya, kuna mama anaitwa Jacinta Lesiangigi mbuzi 5. Thank you Lesiangigi. Haya, semeni nyinyi bei. Ngoka kwa mwa. Haya, watu ya Kera no drift mbuzi 20. Asante sana. Na cash. Hakuna. Mbuzi meja. Mbuzi abage? Au sirta? Haya, wacha tuhesabu pesa. Mbuzi tumekubaliana, nyinyi mmesema ngapi? 10,000 na 13. 13,000 pa mbuzi moja. Haya. Hawa wadosi wamesema watanunua na mbuzi moja na shilingi 13,000. Wapige makofi. Mnataka ngapi? Haya, tuanze na nyinyi. Mtu ambaye anataka mbuzi 15,000. Mnataka 15,000?
wangapi watanunua kwa hiyo 15,000 hapo? Si, unajua ni bei ya kukubaliana. Kuna mtu anaitwa Lekariap, Engineer Lekariap. Asante sana Engineer Lekariap, shilingi 1000, mbuzi 10. So vile tutafanya ni hivi. Hiyo bei yenu mumesema ya 15,000, mimi na Rigathi ndio tutanunua na 15,000. Lakini hawa wamesema bei yao ni 13,000, wacha tuwakubalie. Otherwise hawatakuja siku nyingine. Hiyo ni sawa, tumekubaliana hapo. Ose umetenga lek mongetin on tai mutai matokobwa. So mimi na Rigathi tutalipa 15,000. Hawa wengine walipe shilingi 13,000. Tuendelee namna hiyo. Haya, kila mtu atoe pesa sasa. Sisi tumekubaliana. Pelegeni pesa huko. Kila mtu tukubaliane. Harakisha.